Kuna wakati mapenzi hayakuletei furaha, yanakuondolea heshima, yanakufuta katika historia nzuri na kukuacha na jina baya usilolitarajia kulijenga maishani mwako. Leo nakusimulia kisa cha Azizi wa Geita. Kabla hatujaendelea, subscribe sasa kwenye channel ya Simulizi na Azizi. Bonyeza like na usisahau kucomment hadi mwisho, kwa sababu stori hii fupi ina mafunzo mazito kwa vijana na wasichana wa kileo. Geita ni mji mdogo lakini wenye maisha makubwa. Ni mji wa migodi, pesa za ghafla, mapenzi ya siri na maamuzi yasiyofikiriwa kufanywa na mtu kwa hali na namna alivyo. Katikati ya mji huo wa Geita, karibu na barabara ya Nyakabale, kulikuwa na famasi maarufu sana, Nyehunge Pharmacy. Hapo ndiko alipokuwa akifanya kazi Azizi, kijana wa miaka 28, mfamasia mtulivu, mchapakazi na mwenye heshima kubwa mjini Geita. Azizi hakujulikana kwa starehe, wanawake wengi wala vurugu. Alijulikana kwa kazi, utu, huduma yake na kusaidia watu bila kubagua. Historia na huduma yake ilikuwa safi kabisa. Siku moja ya Jumamosi, Azizi akiwa kwenye shughuli zake Nyehunge Pharmacy, akaingia msichana mmoja. Jina lake Najma, mwenye miaka 23. Mrembo, mwenye maringo ya asili, macho yenye maneno ya kumvuta kijana yoyote. Aliuliza dawa ya kichwa. Azizi alipomtazama tu, alipigwa na butwaa juu ya uzuri wa yule binti. Alimpenda pale pale, hakujua kwamba huyo ndiye angekuwa chanzo cha anguko lake. Siku zikapita. Najma akaanza kuja mara kwa mara. Mazungumzo yakaanza, message zikafuata. Hatimaye siku moja, Azizi akajikusanya kama mwanaume na kumwambia Najma, "Najma, nakupenda. Nina nia ya dhati. Ikibidi nije nikuoe kabisa." Najma hakukataa pale alipoambiwa. Aliomba muda wa kulifikiria na Azizi alimkubalia. Lakini tangu siku hiyo, Najma akaanza maringo. Akaanza kumtumia Azizi kifedha, akaanza kumdharau kimya kimya. Lakini Azizi alikuwa tayari ameshaingia, ameshazama mazima. Siku moja jioni, Najma aliingia famasi akiwa na hofu. Akamwambia Azizi, "Kuna ndugu yangu mwanafunzi wa sekondari, ana mimba ya wiki 2. Wazazi wetu wakijua, maisha yake yataharibika." Alilia. Kumbe aliigiza, alimdanganya. Ukweli ni kwamba Najma ndiye aliyekuwa na mimba. Azizi akafanya kosa kubwa, akampatia Najma dawa zilizopelekea kutoa mimba. Azizi alitanguliza hisia, akaacha akili. Najma aliondoka famasi siku ile akiwa ametimiza lengo lake. Azizi alibaki akijifariji, "Nimemsaidia mtu ninayempenda." Najma akaenda kuzitumia zile dawa na lengo lake akalitimiza. Baada ya siku 5, Najma alizidiwa sana kiafya, hali iliyombidi mama yake ampeleke hospitali ya rufaa na kugundulika kuwa katoa mimba. Daktari alihoji, "Umetoa wapi dawa hizi za kufanya hivi?" Nyehunge ndiyo nilizipata pale." Akaeleza kwa undani mpaka Azizi alipompatia. Kumbe mimba ilikuwa na miezi 3. Najma aliteseka sana, hali iliyobidi kuhamishwa hospitali. Lakini Geita ni mji mdogo. Tetesi zikaanza kusambaa kuhusu tukio lile. Wauguzi, majirani, marafiki, mpaka jina la Azizi likafika kwa mmiliki wa Nyehunge Pharmacy, Bwana Dani. Azizi aliitwa ofisini. Dakika chache zilibadilisha maisha yake yote. Alisimamishwa kazi, heshima ikaanza kupotea. Azizi alipomtafuta Najma na kumwambia juu ya hali yake ya ofisini, "Matatizo yako si yangu, usinitaje tena." Najma akasema,
Namba ya Azizi ikablokiwa. Milango ikafungua na kutofunguliwa pale tu Azizi alipokwenda kwao Najma. Azizi akabaki peke yake. Azizi alipoteza kazi, heshima, usingizi, jina alilojenga kwa miaka kadhaa. Kijana aliyekuwa mfano mzuri sasa akatajwa vibaya kisifa. Mara nyingi vijana tunaingia mkenge sana pale tunapokuwa na wapendwa wetu. Ila kitu cha muhimu sana kuzingatia ni Mungu kwanza katika kukuonesha ni nani sahihi na nani sio. Ona kilichomtokea Azizi. Historia yake nzuri yote imefutika na kuwa sifa baya kisa tu kuendekeza hisia. Na pia wasichana, chukueni hili na mengine, ongezeni kwenye comment tuone. Ungekuwa wewe ndiyo Azizi, ingekuwaje? Kama stori hii imekugusa, subscribe kwenye Simulizi na Azizi, like video hii, comment ungefanya nini kama ungekuwa Azizi. Shiriki stori hii kwa sababu hujui ni nani yuko karibu anaweza kufanya kosa kama hili. Mnusuru sasa hivi. Asante sana.